We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wanaambiana maneno mazuri. Hata ukipatana na mtu ambaye ni muuaji, anasema Merry Christmas, ndio? Maneno mazuri, Merry Christmas. Mfalme aliua watoto hao wa mama hao akitaka kumuua Yesu, lakini hawakujua ya kwamba Mungu tayari alikuwa amemhifadhi Yesu. Mama yake amekimbia na yeye katika nchi ya Misri. Wamama wakalia. Angalia, sauti ya Raheli ikasikika Yerusalemu, inayowakilisha sauti ya wamama. Watoto wao miaka 2 kurudi chini wameuawa na mfalme. Leo Kristo amejiingiza mahali pa kusujudia na kuenzi mtu aliyekufa anaitwa Tamuzi, mtoto wa Nimrod. Alizaliwa tarehe 25 Disemba. Leo wanaenzi, lakini hawajui ya kwamba wanasherekea huyu mtoto anayeitwa Tamuzi. Hawasherekei Kristo, hapana. Mtoto huyu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Mtoto huyu, angalia, Tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wanawake wakawa wameketi wakimlilia Tamuzi, maana amekufa. Mtoto wa Nimrod ambaye alifaa kuwa hodari, shujaa kama baba yake, amekufa. Wakawa wanamkumbuka mtoto huyu Nimrod, na hapo ndio ibada ya kusherehekea Disemba ilianzia hapa. Siku ya tarehe 25 Disemba ilianzia hapa. Watu ambao wanakula Christmas Disemba tarehe 25 wanasherekea siku ya mtoto huyu anayeitwa Tamuzi, mtoto ambaye alidaiwa kuwa ni wa Nimrod. Angalia, siku hiyo inapofika, wamama walikuwa wanaokota kuni. Watoto wanaokota kuni, wamama wanakanda unga, baba zao wanawasha moto. Sikiliza, walikuwa wanamfanyizia Malkia, maana alizaa mtoto ambaye ni wa kifalme katika utawala wa mfalme Nimrod. Sikiliza, kwa hivyo alikuwa Malkia. Kwa hivyo wanapokumbuka mtoto huyu siku yake ya kuzaliwa, pia wanakumbuka mama yake. Somo ya andiko 7:16 Yeremia inasema, nasema, basi wewe usiwaombee watu hawa. Lakini Mungu alipoona watu hawa walipokuwa wanaendelea na sherehe za Malkia huyu ambaye walikiri ni Malkia wa mbinguni, Semiramis, pamoja na kumlilia, wanafanya makumbusho ya maombolezo ya Tamuzi tarehe 25 Desemba. Mungu akaambia Yeremia, usiwaombee hawa watu wenye wanafanya hizo vitu. Soma, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala kunisi kwa ajili yao. Soma, kwa maana sitakusikiliza. Je, uoni wanavyotenda katika miji ya Yuda? Uoni vile wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Watoto wanaokota kuni, na baba zao wanawasha moto, na wanawake ukanda unga wa chapo. Sikiliza, walikuwa na enzi. Inamalizia ikisema wakimtumikia ama wakimtolea ili kumfanyizia mikate Malkia wa mbinguni. Wanasema Malkia wa mbinguni. Sikiliza, angalia, wakawa wanamtolea Malkia waliyekiri ni Malkia wa mbinguni. Siku hiyo katika historia, tangu Tamuzi ya kufe, walikuwa wanasherekea, na inapofika tarehe 25 Disemba walikuwa wanafanya ukumbusho. Mfalme aliyekuwa kipindi kile, kwa sababu ni desturi za hawa watu kuheshimu siku ya mfalme ya mtoto wa Nimrod aliyezaliwa, kuna kitu waliweza kufanya. Somo hili andiko Yeremia 52:31 inasema, hata ikawa katika mwaka wa 37 kuhamishwa kwake Yoakimu mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 Disemba. Soma, siku ya 25 ya mwezi. Siku ya 25 ya nini? Ya mwezi wa 12, siku ya tarehe 25 Disemba. Huyo mfalme alifanya nini? Maana hiyo siku ilikuwa ni special kwao. Inapofika, huyo mfalme alifanya nini? Soma, Evimerodaki mfalme wa Babeli alifanya nini? Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yoakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kwa hivyo aisema siku hii ni special. Akamuinua mfalme aliyekuwa amefungwa gerezani. Siku hiyo ikawa special kwa yule mfalme, akatolewa gerezani. Halafu akasema naye maneno mazuri. Akasema nini? Maneno mazuri. Na leo inapofika hiyo siku, watu wanaambiana maneno
Happy Christmas. Maneno mazuri. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wanaambiana maneno mazuri. Hata ukipatana na mtu ambaye ni muuaji, anasema Merry Christmas, ndio? Maneno mazuri. Merry Christmas. Merry Christmas. Wakaambiana maneno mazuri. Soma. Akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme, alafu waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Soma. Naye akabadili mavazi yake ya gerezani. Akambadilishia mavazi ya gerezani. Ndio naona leo siku hiyo inapofika mtu anavaa mavazi mapya, anabadilisha. Anakuwa na nguo yake ya Christmas. Nguo yangu ya Christmas. Hizo vitu zilikuwa zinafanyika kabla Kristo hajazaliwa. Angalia tarehe ya kusherehekea December 25. Endelea. Akala chakula mbele ya mfalme. Angalia. Siku hiyo ndio watu wanakula chapo, wanakula nyama, wanakula vyakula vingi. Siku hiyo akienda kwa jirani anakula kwanza watoto wanafura tumbo siku hizo. Angalia. Sikiliza, kwa kukula tu, maana chakula ni tele. Wording of Last Days, sauti ya ukweli.